mtazamaji wa Mbondo TV, tunakuletea vijana wetu katika Kristo hapa. Wana maneno machache ambayo watakwenda kuyaongea mmoja baada ya mwingine ili kumshukuru Mungu. Leo ni siku ya shukurani, hivyo tutamhoji mmoja baada ya mwingine atuambie ni kitu gani ambacho anashukuru Mungu nacho. Tuna ndugu yetu mmoja hapa, karibu. Ndugu yangu, jina lako ni nani? Kwa majina naitwa Mlasi. Ndio, unaishi wapi? Naishi hapa hivi Kentucky, Louisville. Na hapa uko wapi sasa? Hapa nipo kanisani sasa hivi. Kanisani unafanya kitu gani? Tulikuwa na practice ya kwaya, tunaandaa mkutano yeah. Okay. Labda unaweza kaambia watazamaji ni mkutano gani ambao mnaandaa kwa siku ya leo? Mkutano ambao tunaandaa ni mkutano wa Christmas, yani kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Okay, asante sana. Ndio tunaendelea, mpenzi mtazamaji wa Mbondo TV. Karibu utuambie hiyo Christmas itafanyika sehemu gani? Christmas itafanyika Dayton. Pale Dayton ya. Ndio. Unajiandaaje kwa siku hiyo? Najiandaa kiroho na kimwili. Najiandaa kiroho kwa kusafisha mashango ya kiroho na kimwili kwa mavazi na vingine. Asante sana. Kama tunavyojua siku ya leo ni siku ya kushukuru, kama siku ya shukurani tuseme. Vivyo, unaweza kutuambia ni kitu gani unashukuru sana kwacho? Kitu cha kwanza nashukuru Mungu kwa ajili ya wokovu. Na pia namshukuru Mungu kwa ajili ya familia, pia na kwaya. Asante sana. Ndio hayo tu, labda unaweza pia na kazi. Asante sana kwa hilo. Ndio mpenzi mtazamaji wa Mbondo TV, bado tunaendelea na interview yetu. Hapa tuna mama yetu. Karibu mama, kwa jina unaitwa ni jina gani? Kwa majina naitwa Rashele. Ndio Rashele, unaishi sehemu gani labda? Naishi hapa Kentucky, Louisville. Okay. Na ni mwimbaji wa Calvary Choir. Asante. Ndio, unaweza kutuambia labda hapa uko sehemu gani na unafanya nini? Hapa nilipo kanisani na tulikuwa na zoezi ya mkutano. Okay. Hiyo ni zoezi gani? Zoezi ya mpira, zoezi gani hiyo? Zoezi ya kwaya. Okay. Naandaa mkutano, ni mkutano gani labda? Ni mkutano wa Christmas. Okay. Labda unaweza kaambia watazamaji ni kitu gani unajiandaa kwacho kwa ajili ya huo mkutano wa Christmas? Umejiandaaje tuseme? Nimejiandaa kiroho na kimwili. Ndio. Ya kiroho kwa kusafisha maisha yangu ya kiroho. Okay. Na kimwili ni vingi vya kimwili ambavyo nimejiandaa kwa Yesu. Okay, kama tunavyoelewa vizuri kwamba leo ni siku ya shukurani, Waingereza wanasema Thanksgiving. Sijui unaweza ukatuambia ni kitu gani unakishukuru kwacho sana sana kwa maisha yako? Namshukuru Mungu. Ndio. Kwa sababu ananilinda. Ndio. Na ananibless njia mingi. Asante sana. Ubarikiwe na Mungu. Amena. Ndio, unaweza ukajitambulisha kwa majina, unaitwa nani? Ndio, kwa majina naitwa K Kiza Elias, ndo majina yangu. Okay, ndugu K Kiza Elias. Hivi unaishi sehemu gani labda unaweza kutuambia? Mimi ni mkaaji wa Louisville, Kentucky. Hapa ndo nyumbani. Ndio. Na hapa uko sehemu gani? Hapa nipo kanisani. Jinsi unavyoona ni siku ya Thanksgiving. Tuko mahali hapa kama vile kwaya ya Calvary ambayo inaingia katika kanisa la Free Methodist hapa kwetu Louisville. Okay. Sasa una jambo gani unaweza kaongea kutokana na siku ya leo? Siku ya leo ni siku ya furaha. Maana tunakutana na wapendwa. Jinsi unavyoona vyakula kedekede. So ni siku ambayo inafurahisha mioyo ya watu, kwa maana si kila mwanadamu ambaye anaweza kufika mahali hapa na asiwe na furaha. Kwa hiyo furaha ni kila kitu kwa mwanadamu. Na mpenzi mtazamaji, kama unasikia vizuri amejielezea fresh kabisa bila changamoto yoyote. Hivyo tutakwenda kumuuliza ni kitu gani sana sana, kwa sababu siku ya leo ni siku ya shukurani. Hivyo ni kitu gani ambacho unakishukuru Mungu kwacho sana sana kwa maisha yako? Karibu. Mimi nashukuru Mungu kwa kunipa uhai. Nazidi kuhema, jinsi wanasemaga Waswahili. Na kuona nyuso za wapendwa ambao nipo nao siku ya leo, kama vile familia yangu ya pili. Hawa ndo familia yangu ya pili, na mimi ni kiongozi, mimi ni mwalimu.
kwa hiyo mwalimu msaidizi. So nafurahi na pia kwa Mungu kunipa uwepo wa kuwa na kuumua kila muda. Asante sana. Na kuzidi kumshukuru sana yaani ananipa uwezo wa kuwa mahali hapa kila dakika. Asante sana. Labda ulisema kwamba wewe ni mwalimu. Katika hiyo kazi ya ualimu, unaweza kutuambia ni changamoto gani unapitia sana kwenye huo ualimu wako? Changamoto, unajua kila mwalimu ana changamoto yake kwa waimbaji wake. Mimi cha kwanza, changamoto ambayo niko nayo kwa waimbaji wangu na kinachokuwa kinanisumbua sana na kunimiza kichwa ni pale unapomwambia mwanafunzi fanya hivi afu anashindwa kufanya yale mambo ambayo unamwambia. Ina maana ukimwambia bwana unabidi huo unatabasamu, usio ni mtu wa kufunga sura. Wimbo ambao tunafundisha sio wimbo wa wewe kufunga sura, hatuko kwenye msiba. Hiyo ni changamoto ya kwanza ambayo inaniumizaga kichwa. Na ile mwanafunzi anakuwa anajifinyafinya, yani awe na ile furaha. Ina maana kama hapo vile amemwagiwa maji ya kibaridi, sijui vitu kama na hivyo vinanipa changamoto sana. Alafu nakuwa narudilia maneno kumwambia mwanafunzi hapana, usifanye hivyo, uwe hivi. Hiyo ni changamoto ambayo inakuwa inaniumiza kichwa sana. Asante sana. Ndio tunasema asante kwa mahojiano yetu ya siku ya leo. Sawa, na mimi mbarikiwe na Mungu. Amina. Na mpenzi mtazamaji wa Mbondo TV, tuko na dada yetu hapa. Kwa muda huu tutamuuliza maswali mawili machache, atuambie kidogo kuhusiana na siku ya leo. Jambo dada yetu. Jambo. Hali gani kwa siku ya leo? Niko na furaha sana. Ndio. Unaweza ukatuambia hiyo furaha imetokana na nini sana? Kwa sababu tumeona ni vyema kama Calvary Choir tunasikia leo wengine wa kutumika au kusoma, tunaona ni vyema tushinde mazoezini, tunaona tupige kidogo, tufurahishe pia. Kwa unaweza ukatuambia sehemu hii ni sehemu gani? Hapa tupo kanisani kwetu hapa. Ndio. Kwa kama tunavyojua siku ya leo siku ya shukrani, unaweza ukatuambia kitu gani unashukuru sana kwacho? Ndio, cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu anatulinda, analinda kwa yetu, tunaendelea vizuri. Tunamshukuru sana Mungu. Na tunashukuru watazamaji ambao wanafuatilia Calvary Choir. Mungu azidi kuwabariki sana. Haleluya. Ubarikiwe sana mtumishi, Mungu awe nawe. Amina. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Mbondo TV, tuko na dada yetu hapa. Tutakwenda kuuliza maswali mawili machache ili atuambie machache ambayo anaweza akatuambia kwa siku ya leo. Ndugu mpenzi mmojawaji, jina lako unaitwa nani? Mimi naitwa Sakina aka Silva. Ndio, Sakina, unaishi sehemu gani labda unaweza kutuambia? Mimi naishi Marekani, Louisville, Kentucky. Asante sana. Siku leo uko sehemu gani? Labda uambie watazamaji wetu uko wapi na uko sehemu gani? Hapa kama gisi watazamaji wanavyoona niko kwenye kanisa la Free Methodist Church. Hapa tuko na kapari kidogo after practice. Ndio. Na hiyo pari unaweza ukasema inatokana na kitu gani? Tuseme pari ni ya Thanksgiving. Okay. Thanksgiving, labda uambie watazamaji ambao hawaelewi sawa inamaanisha nini au ni kitu gani? Thanksgiving kwa uelewa wangu, tuseme ni kama vile ni siku iliyoteuliwa maalum kwa ajili ya kushukuru kwa kitu fulani. Hata kama wasi wa Kristo tunawaga mshukuru Mungu kila kukicha leo, lakini hii ni siku ambayo iliteuliwa ili kwa kushukuru. Unaweza ukashukuru mtu wako wa karibu, familia yako, Mungu, mke wako, mume wako, yani kama hivyo. Okay, kwa maelezo hayo unaweza kutuambia kitu gani unashukuru kwacho sana kama siku ya leo kwa maisha yako? Mimi namshukuru Mungu kwa uhai wa bure. Nashukuru Mungu kwa kunilindia mama yangu. Ni vingi siwezi nikaweza kuvihesabu, lakini vyote namshukuru Mungu. Ndio. Unaweza ukaambia watazamaji kitu gani wanaotazama kwa siku ya leo? Kitu gani? Kama vile kuwashauri chochote tu kwa maisha. Naweza penda kusema kwamba katika jambo lolote unalopitia
liwe zuri liwe baya, lakini nitangulize Yesu kwanza. Asante sana. Ndio mpenzi mtazamaji, huyu alikuwa ni dada yetu Sakina Silva. Tunashukuru sana kwa mahojiano ya siku ya leo. Asante. Barikiwe. Na mpenzi mtazamaji wa Mbondo TV, kwa sasa hivi tuna dada yetu ambaye ni protocol, atatuambia mawili machache kwa kazi anayoifanya. Jambo dada yetu. Jambo. Unaweza ukatuambia kwa majina unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Bahati Gen. Ndio. Mwimbaji wa Calvary Choir. Asante sana. Na kwa siku ya leo unafanya kitu gani hapa? Siku ya leo mimi ni protocol, ni Thanksgiving, na tuko tunapana hapa chakula na tunashare chakula pamoja na waimbaji wetu wa kwaya ya Calvary Choir, tunasherehekea pamoja. Ndio. Kama ulivyosema ni siku ya Thanksgiving. Hivi kwa upande wako unaweza ukasema ni kitu gani unachoshukuru nacho sana sana mpaka siku ya leo? Actually, namshukuru kwanza Mungu, maana bila neema yake nisingelifika hapa kwenye niko saa hii. Pia nashukuru familia Calvary Choir kwa kutushika mkono na kutupatia moyo wa kuendelea kuifanya kazi ya Mungu. Na pia nashukuru pia kwa rafiki yangu Vumilia kwa kunyeshimisha. Alifanyaga ndoa, so sio rahisi kwa kila mwanamke kufanya kitu kama hicho. Bamingi wanarenderaga, lakini alionaga ni ya mzuri aulewe kwa heshima. So nashukuru kwa hilo sana. Hivyo ndio vitu nashukuru hivyo. Ndio. Naona unafanya kazi hapa ya chakula. Hivi chakula ni wewe ndio uliandaa au vipi? Tuliandaa mingi. Tuliandaa mingi basi. Mimi nilipiga tu wali hapa. Okay. Hivi ni changamoto gani ulipata haswa katika kuandaa chakula hichi? Changamoto nilipata ni baridi tu, kwa nilipigia nje, na kama kisi mnayua hewa yenye iko ni baridi sana. Ndio, asante. Huyu alikuwa ni dada yetu Bahati, amesema baridi ilikuwa ni nyingi sana. Asante sana kwa mahojiano ya swala. Ubarikiwe na Mungu. Na mpenzi mtazamaji wa Mbondo TV, tunarudi tena kwa mahojiano yetu tuliyokuwa nayo. Tuna ndugu yetu hapa, atajitambulisha mwenyewe. Ndugu, unaitwa kwa jina gani? Kwa majina naitwa Ibochwa Alenga. Jina maarufu Billionaire Baba Juu. Ndio ndugu Ibochwa Baba Juu. Hapa uko sehemu gani na umetokea wapi au unaishi wapi? Kwa sasa nipo Louisville, Kentucky, na nimetokea New Haven, Connecticut. Ndo nyumbani kabisa. Ndio. Kwa hapa unafanya kitu gani au una issue gani hapa siku leo? Hapa kuna kwaya yangu ambayo inaitwa Calvary Choir. Tulikuja kwenye mazoezi. Tunaandaa mkutano wa Christmas. Ndio maana unatuona sote tuko hapa, tunamshukuru Mungu. Pia tunakula, tumeshaimba. Muda wa kukula chakula sasa. Na unasema Thanksgiving. Hivi Thanksgiving maana yake nini kwa upande wako? Kwa mimi Mkristo siwezi nikakupatia au ufafanuzi wa jambo Thanksgiving. Kwa maana Thanksgiving, mimi nimekuwa katika mazingira ya Kikristo, sijasikia neno Thanksgiving kwenye kitabu cha Biblia ambacho ni mwongozo wa maisha yetu. Ndio. Lakini ulisema siku ya Thanksgiving imeendaje kuhusiana? Ni kama uzoefu fulani ambao tumekuta huko Marekani. Tulikuwa kambini, hiyo neno ya Thanksgiving sikuwahi kuisikia pale kambini. Lakini hapa Marekani ndo tumesikia Thanksgiving. So kwa wale wasomi wanasema kwamba Thanksgiving ni kama mazawadi fulani mnapana kwenye familia, kwenye mpendwa wako, mnakula vyakula mbalimbali kila mtu. Okay, kuna watu walinipatia fununu kwamba Thanksgiving labda ni siku fulani ya shukurani. Watu labda wanashukuru kwa kitu fulani au kwa kitu kingine. Hivi kwa upande wako unaweza kutuambia ni kitu gani ambacho unashukuru nacho sana ambacho kinakufanya ushukuru mpaka siku ya leo? Kwa kitu ambacho nimeshukuru nacho kwa siku ya leo
imekuwa sasa mwaka mzima sijaona waimbaji wangu toka nitoke hapa Kentucky. Ila tena nimefurahi kuwaona akina Shelina pale, Eliza, mama mchungaji, dada yangu Josephine, pamoja na mwalimu hapa Faraja. Nimefurahi kuwaona kabisa siku ya leo. Asante sana. Labda unaweza kutuambia nini sisi watazamaji, neno moja tu fupi kwetu? Neno moja kwa watazamaji ni kwamba tuzidi kufuatilia Mbondo TV na kwa maelezo zaidi uende kwenye account yetu ya Mbondo TV, subscribe, like na kushare mambo yote ambayo tunayafanya ili uwe wa kwanza kupata habari njema kutoka Mbondo TV. Na Mungu awabariki nyote. Asante sana. Ndio alikuwa ni ndugu Ibochwa kutoka Connecticut, ametupa fununu kuhusiana na siku ya leo. Basi hapa tuna ndugu yetu mwingine ambaye utakwenda kumuoji kwa siku ya leo. Na mpenzi mtazamaji wa Mbondo TV, kama unavyoona ni siku ya furaha sana. Watu wako mahali wanatabasamu, wanakula. Hii ni kundi ya Calvary Choir ambapo wanasherekea au wanafurahia siku ya leo. Hivyo tutakwenda kumuoji ndugu yetu kwa siku ya leo hapa. Ndugu, unaitwa nani? Ndio, mimi kwa majina naitwa Faraja Monga, ndo majina yangu mawili. Ndio, ndugu Faraja Monga, unaweza kutuambia umetokea sehemu gani? Ndio, mimi ni mwenyeji wa hapa Louisville, Kentucky. Hapa ndo napoishi. Na hapa ulipo kwa sasa hivi ni sehemu gani, labda unaweza kutuambia? Hapa nilipo sasa hivi ni mahali pa zoezi ambapo watu tunafanyia zoezi Calvary Choir. Hapa ni kanisani kwetu na tulikuwepo kwenye mazoezi, ndio maana tuko mahali hapa. Ndio. Ndio, amesema kwamba ni siku ya mazoezi na wanafanya mazoezi. Kwa unaweza ukasema kitu gani kwa siku ya leo, kuhusiana na siku ya leo? Ndio, siku ya leo kwangu ni siku nzuri sana, kwa maana ni siku ambayo kama alivyotangulia kusema mwalimu mwenzangu kwamba ni siku ambayo tumeonana na watu wengi, ndugu zetu ambao kwa muda mrefu hatuwaoni kama yeye, pia ndugu yetu hapa Mwisha Manenwa. Kwa hiyo ilikuwa siku nyingi zimepita tulikuwa tuwaone, lakini tumeona siku ya leo. Ni furaha sana kwangu. Asante sana. Tumesikia fununu kwamba ni siku ya shukurani, hivyo ni kitu gani ambacho unashukuru kwacho sana sana katika maisha yako mpaka siku ya leo? Ndio, kitu ambacho nakishukuru sana kwa siku ya leo ni kuona maendeleo ya kundi letu la Calvary Choir. Kundi linaendelea kumeremeta. Kundi jamani lina uzito, uwepo wa Roho Mtakatifu. Mungu bado anaendelea kuwa pamoja nasi. Kwa hiyo ikiwa unatuona hivi tunacheka, tunafurahi, ni kwa sababu ya Mungu, ni neema ya Mungu, na Mungu anatupenda sana. Mungu anapenda Calvary Choir sana. Asante sana kwa maneno hayo. Hapa watazamaji wanaweza wakajiuliza machache kwa sababu labda ni kipindi cha baridi hichi, alafu wakikuona wanaona kwamba kuna vitu havipo kichwani. Unaweza ukasema kitu gani kuhusiana na hiyo? Ndio, kama mashabiki zetu hawaoni vitu kichwani, ni kufuatana na mazingira. Mazingira huwa yanabadilika kutoka mazingira fulani kwenda mazingira mengine. Mazingira ya nywele ni mazingira ambayo niliyazoea sana miaka na miaka. Mara yangu ya mwisho kunyolewa ulikuwa ni mwaka 2015. 2015. Muda mrefu sana. Ilikuwa mara mwisho kunyolewa kabisa. Kwa hivyo niliona nikate nywele ili mradi nisikie angalau wepesi wa kugeuka hivi. Asante sana kwa machache hayo. Hapa unaweza ukatushauri vipi watazamaji kwa jambo lolote lile tu, sisi watazamaji utuambie neno fupi? Nazidi kuwakaribisha watazamaji wetu wazidi kutufuatilia Calvary Choir, na kwa wale wanaotaka kujiunga na Calvary Choir basi utawawekea namba hapo, wapige simu. Calvary Choir tupo kwa ajili yao, wakaribie tufanye kazi ya Mungu. Amen. Ndio, amen. Asante. Huyu alikuwa ni ndugu nani? Faraja Monga. Asante sana kwa hilo na Mungu akubariki. Amen. Naam. Tuna dada yetu mwingine hapa ambapo alikuwa bado hajaojiwa lakini yuko tayari kwa mahojiano. Dada yetu unaitwa nani? Ongwa. Ongwa, unaishi wapi? Louisville, Kentucky.
Okay. Na hapa uko sehemu gani? Hapa uko sehemu gani? Kwaya. Hapa uko kwaya? Okay. Sasa unaweza kutuambia unafanya kitu gani hapa? Nafanya kuimba na kushukuru. Okay. Tumesikia siku ya leo ni siku ya kushukuru. Unaweza ukasema ni kitu gani kinakufanya ushukuru mpaka siku ya leo? Mungu. Ndio. Na kwaya. Na kwaya. Na mamangu na babangu na babu yangu. Ndio. Kaka yangu. Ndio. Na kila mtu. Asante sana. Ubarikiwe na Mungu dada yetu. Naam, tuko na dada yetu hapa, atajitambulisha kwa majina mwenyewe. Dada yetu unaitwa jina gani? Kwa majina naitwa Eliza almaarufu kama Lizi. Ndio, Lizi almaarufu. Unaweza ukatuambia unaishi sehemu gani? Mimi naishi hapa Louisville, Kentucky. Okay, na hapa uko sehemu gani kwa sasa hivi? Hapa nipo kanisani, tulikuwa kwenye practice ya kwaya. Tunaandaa mkutano wa Christmas. Okay, vizuri sana. Nimesikia fununu kwamba siku ya leo ni siku ya kama kushukuru. Unaweza ukatuambia ni kitu gani kinakufanya ushukuru mpaka siku ya leo? Mimi nashukuru kwa afya njema, kwa chakula, kwa ndugu zangu wa kiroho, pia wa kimwili. Asante sana kwa hilo. Ni kitu gani unaweza ukaambia watazamaji wetu wa Mbondo TV kwa siku ya leo? Wazidi kufuatilia channel hii na wazidi kusubscribe, kushare na kucomment na kulike. Asante sana. Ubarikiwe na Mungu dada yetu Lizi. Naam, tuna dada yetu hapa alikuwa yuko tayari sana kupokea interview kwa siku ya leo. Hivyo atajitambulisha kwa majina yake mwenyewe na atatuambia ni kitu gani kimemfanya aje hapa kwa siku ya leo. Dada yetu, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Mageni. Ndio. Na hapa unafanya kitu gani? Hapa nilikuja kwa sababu ya Thanksgiving. Tulikuja kusherehekea pamoja, kumshukuru Mungu. Hivi unaweza ukatuambia maana ya Thanksgiving ni kitu gani? Maana Thanksgiving ni kushukuru. Kushukuru. Ikiwa ni kushukuru, unaweza ukatuambia ni kitu gani kinakufanya ushukuru mpaka siku ya leo? Mimi nakwenda kushukuru kwa ajili ya kwaya mzima, kwa ajili ya familia yangu na kwa ajili ya uhai. Asante sana. Kuna neno ambalo unaweza ukatuambia sisi watazamaji, neno lolote lile? Naweza waambia kwamba tuzidi kumshukuru Mungu kwa ajili ya uhai na kila siku tuwe na mshukuru Mungu tu. Asante sana. Huyu alikuwa ni dada yetu Bageni. Ubarikiwe na Mungu sana. Amen. Hapana, naam, huyu ni dada yetu mwingine atakwenda kuongea machache tu kuhusiana na siku ya leo. Dada yetu unaitwa nani? Naitwa Sifa. Ndio, Sifa, unaishi wapi? Louisville, Kentucky. Na hapa uko sehemu gani dada yetu? Niko kwa kanisa. Kanisa, unaweza kutuambia unafanya kitu gani? Ama nafanya kitu. Kwa sasa hivi unafanya kitu gani? Nilikuwa wasaidia dadangu clean up. Kwa tunatoka kukula, ilikuwa Thanksgiving, tulikuwa na sherekea. Okay. Kwa uelewa wako unaweza kutuambia Thanksgiving inamaanisha nini? Thanksgiving inamaanisha kumshukuru mtu mwenye unampendaka, mzazi wako, stuff like that. Okay, kutokana na hilo unaweza kutuambia ni kitu gani kinakufanya ushukuru mpaka siku ya leo? Kwaya yangu, masomo yangu, maisha yangu. Okay, asante sana kwa hilo. Unaweza ukaambia watazamaji kitu gani cha mwisho, mpendwa wetu? Ni kitu gani unaweza ukaambia watazamaji? Nawapenda na mwenye wako nimeenda nawapenda, mumulike na muendelee kumuona. Asante. Asante sana, ubarikiwe na Mungu. Asante kwa mahojiano ya leo. Asante. Na mahojiano yanaendelea. Ulisema kwa majina unaitwa nani? Tena ndugu. Unaitwa Sami. Na wewe? Zavi. Na wewe? Wale. Ndio.
kwa siku ya leo uko sehemu gani hapa? Leo tuko mazoezi ya kwaya ya Kalvari. Na unaishi sehemu gani? Unaweza kuambia watazamaji. Na mimi naishi Kentucky, Louisville. Okay, kwa siku ya leo kwa nini mmekutana hivi kwa wingi? Leo ni Thanksgiving ambayo wazungu ni siku ya shukurani. Tunamshukuru sisi sasa kama Wakristo, tunamshukuru Mungu kwa maendeleo ya kundi, mambo kama nayo pamoja na sisi. Okay. Ni siku ya shukrani. Hivyo upande wako unaweza ukasema ni kitu gani kinakufanya ushukuru sana mpaka siku ya leo? Ninashukuru Mungu kwa huduma ya uimbaji, maana bado inaendelea na huduma bado inaendelea hapa. Tunasimama imara, ni jambo la kushukuru Mungu. Asante sana ndugu, na Mungu akubariki. Asante, bariki. Ndugu Bernard, unaweza ukatuambia ni kitu gani kinakufanya ushukuru Mungu mpaka siku ya leo? Kwa kweli sijui kabisa. Sijui. Yaani hauna chochote cha kushukuru Mungu kwake? Nashukuru Mungu sasa sababu tunaendelea kuishi, nazidi kupumua, nazidi kuona familia yangu. Nazidi kuona mke wangu pale, dada yako. Asante sana, ubarikiwe na Mungu. Unaweza kusema ni kitu gani kinakufanya ushukuru Mungu mpaka siku ya leo? Mimi nashukuru Mungu kwa kuona familia yangu tunaishi pamoja na kunilinda siku zote hizi ambazo tupo hapa. Tumetoka Tanzania, tumefika hapa wasaka Kenya. Tunashukuru Mungu kwa kutulinda siku wa leo. Asante sana, ubarikiwe na Mungu. Ndio. Na mpenzi mtazamaji wa Mbondo TV, tunaendelea na mahojiano kama kawaida ya siku ya leo. Hapa kuna dada yetu yuko tayari kabisa kwa mahojiano. Naona vivyo atakwenda kujitambulisha mwenyewe kwa majina yake. Dada yetu unaitwa nani? Shelina. Shelina, unaishi wapi? Naishi Lugo, Kentucky. Okay. Na kwa sasa hivi hapa ulipo uko wapi? Niko kanisani. Okay. Kanisani kuna issue gani, kwa sababu unaona watu wengi sana kwa siku ya leo hapa? Kuna kitu gani kwa sababu unaona watu wengi hapa? Leo tulikuwa na mazoezi ya kwaya. Pia ni kama vile ibada la kumshukuru Mungu. Ndio. Kwa sababu leo ni Thanksgiving, so tukaandaa kidogo chakula ili kumshukuru Mungu. Tuliona chakula kingi sana pale. Labda ulijumuika kwa kuandaa chakula? Ndio, nilijumuika. Ni changamoto gani ulipata katika kuandaa chakula? Hakukuwa changamoto kwa sababu kila kitu tuligawana. Huyu atapika hiki, atapika hiki. So hiyo ilitufanya tumalize kupika haraka. Okay. Ndio, dada yetu, kwa sababu siku ya leo ni siku ya shukrani kama ulivyosema, unaweza kutuambia ni kitu gani kinakufanya ushukuru mpaka siku ya leo? Nashukuru Mungu kwa uhai, familia yangu, wazazi. Pia nashukuru Mungu kwa kunikutanisha na watu kama hao wana Kalvari kwaya. Ndio. Watu ambao wanatoa upendo sana, amani, utiifu. Kwa nashukuru Mungu sana kwa kunikutanisha na wao. Asante sana dada yetu. Labda unaweza kuwa na neno lolote la kuambia watazamaji? Watazamaji wa Mbondo TV, msubscribe kwa video nyingi kama hizi. Asante. Ndio, mpenzi mtazamaji, huyu alikuwa dada yetu ambaye anaitwa Shelina Shishi Baby. Tumehojiana naye hapa kwa siku ya leo na amesema machache na mengi kuhusiana na siku ya leo. Tunasema asante sana dada yetu. Amen. Naam, ulikuwa nami mtangazaji wako Mai. Tunaendelea, lakini tunakwenda kufunga kipindi chetu hapa kwa siku ya leo, na mahojiano yataendelea na siku nyingine. Hivyo tafadhali tunaomba usubscribe, like na comment kwa kupata mengine zaidi kwa siku ya leo. Share na mwenzako ili ujumbe upatikane sehemu yoyote. Naam, nafunga kipindi. Asante.